Una kesi kwa Mwenyezi Mungu sio ndogo. Unakwenda kulipuka stendi, watu wanakuambia ndio tiketi yako ya kwenda peponi. Ni pepo gani unapatikana kwa kulipua mabati? Yale mabati yamekufanya nini? Wale abiria waliokuwa pale wamekufanya nini? Watu wana haki ya ubinadamu, wana haki ya kuendesha maisha yao kama viumbe wa Mwenyezi Mungu. Swala la dini ni swala la imani. Huwezi kumshawishi mtu kwa nguvu kukuamini. Hata nyinyi wote mnajua huwezi mshawishi mtu kwa nguvu kukuamini. Anakuaminije kwa nguvu wakati imani ni kitu cha moyoni? Anaweza akakwambia sawa kwa sababu umemshikia bunduki. Sawa, usipokuwa Muislamu utakuwa kwambia sina dini, Muislamu mkereketwa kabisa. Kisha ukaondoka hapo unachekelea kama zuzu, umesilimisha mtu huko rohoni anaenda na kucheka. Wewe mpumbavu kweli kweli. Imani ni kitu kimehifadhiwa katika moyo. Mdomo ni mwakilishi tu. Unaweza ukasema kweli au usiseme kweli. Sasa kitu gani kinachokufanya wewe uwahukumu viumbe wa Mwenyezi Mungu juu ya jambo ambalo dhahiri yake na batini yake kwako ni vitu vimekuchanganya kabisa? Hakuna jihadi ya kutoka majumbani kupita tunawaua watu wasiokuwa Waislamu kwa kisingizio cha Mungu. Hapana. Hii ni njaa yenu, hii ni biashara yenu, haya ni matatizo yenu. Na wala pepo ya Mwenyezi Mungu haina cha kufanya na watu wa aina yenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala taqtulu anfusakum. Jamani msijiue. Inna Allaha kana bikum rahima. Mungu anakuoneni huruma. Uhai ni kitu ghali sana. Ametoa zawadi kukupeni, inabidi muichunge mwisho wa juhudi yenu. Kama itakuponyokeni zawadi hiyo basi iwe hamna uwezo wa kuizuia. Sio unakwenda unajitoa tu ovyo unaambiwa kuna tiketi ya akhera hapo uende ukaende peponi. Huyu anaokupa tiketi ya peponi yeye kwake iko wapi? Na kwa nini kasimama mahali anakuelekeza wakati yeye ndio unajua zaidi namna ya kupa uende peponi kuliko wewe? Kwa nini usimwambie inuka wewe nenda kafe kwanza mimi niangalie unapokupaga wewe alafu na mimi nitakupa baadaye? Akili gani watu wanachezewa hivi alafu wanachukuliwa tu unakwenda kama mnyama huna hata ya kufikiria? Uislamu wa aina gani unakwenda unaburuzwa tu utumie akili? Inna Allaha kana bikum rahima. Mungu anakuoneni huruma. Maneno haya maswahaba aliyaelewa kabisa kwamba Mungu anatuonea huruma. Amr ibn al-As anamwambia mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimeota vibaya ya Rasulullah, nimelala wakati naongoza jeshi yangu katika Dhatu Salaihi vitani, katuma mahala akaongoza jeshi vitani, kalala kaota vibaya. Ndio ndoto mnazijua zile, mtu anaota analala pia anaota ndoto za ajabu ajabu, anaamka asubuhi kajichafua. Kwa desturi ya wanaume wanajua na wanawake kadhalika wanajua. No. Lakini baridi ilikuwa ni kali kupita kiasi, maji hapo. Akaona hapana, hawezi kuyatumia ile maji kwa wakati ule, angeingia mle angemdhuru. Akatayamam. Masahaba wote wakamshangaa sema hapana, maji hapo unatayamam? Akatayamam na akaswali salati subuhi na akaswalisha. Wakamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi. Mtume akamuuliza, "Asallaita bi ashabika wa anta junubu ya Amr ibn al-As, umeswalisha endako una janaba?" Akaambia, "Tazakkartu qawlahu ta'ala, nimejikumbusha maneno ya Mwenyezi Mungu, wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Msijiue ninyi wenyewe, msijiingize kwenye maangamivu. Wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, ninyi wenyewe msijiingize kwenye maangamivu. Inna Allaha kana bikum rahima. Mungu anakuoneni huruma. Ningeingia kwenye yale maji ya Rasulullah ningeganda, ilikuwa baridi kali sana. Nimetayamam nikaswalisha watu. Fadhaka sallallahu alaihi wasallam. Mtume amecheka. Sawa, kucheka manake ni min fasahati balagati, kutokana na huyu mtoto kuwa na fasaha ya kutosha ya balagha na kuwa na akili ya kujua jambo gani linatakiwa lifanywe mahala gani wakati gani kwa dharura gani. Hizo ndio dharura za kidini hizo. Ingekuwa miteke kipumbavu hilo alibika, si angekwambia uingie kwenye maji ugande tu, ajifanya mkereketo wa dini. Ni hamna uchungu na dini kuliko ni Mtume Muhammad. Jamani, tafadhalini heshimuni damu za wanadamu na wala msijipe pepo ambayo haipo. Mwenye mamlaka ya kumiliki pepo ni Mungu, na kamwagiza Mtume awaelekeze watu jinsi pepo inapopatikana. Haipatikani kwa kutafuta visingizio halafu ukavitumia hivyo visingizio, halafu ukaambia watu kwamba watakwenda peponi kupitia visingizio, kwa sababu unajimilikisha pepo. Kwanza huo ndio ukafiri mkubwa. Unajipa jambo ambalo Mungu hakukupa, unamwambia mtu na ufungua kwa peponi, nenda wakakuue saifu kule uende peponi, au nenda kalipuke na watu uende peponi. Maana umejipa mamlaka ile pepo kana kwamba wewe nawe ni Mungu, sasa unaagaia watu pepo.
Kwa nini basi msiwaambie watu kwamba nyinyi sio Waislamu? Madamu mnaweza kuwa na pepo mkawa mnagawia watu, na kwenye Uislamu Mungu ndio anaogawa pepo. Sasa nyinyi na Mungu kuna tofauti gani? Kwenye Uislamu ni Mungu anaigawa pepo na anaigawa kwa masharti na utaratibu aliopanga. Na mtu aliyofundisha jinsi ya kwenda peponi ni Mtume Muhammad. Na kwa fahamu zenu na wale wanaomuelewa mtume vibaya wakachukua maneno yake wakayatafsiri tofauti, hapana, dini yetu haikubali tafsiri ya mtu kujisikia mwenyewe asemeje kuhusu Mungu na mtume. Dini yetu inakubali tafsiri katika taratibu maalum zilizowekwa katika tafsiri Qur'ani na hadithi. Kama hujafika viwango hivyo, tafadhali qif wa tawaqqaf, fanya shughuli nyingine, sio lazima uhubiri dini.